Kama unatafuta njia mpya na rahisi ya kukuongezea kipato katika maisha yako mwaka huu 2025, basi video hii ni kwa ajili yako, kwani naenda kukuonyesha hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukaingiza hadi milioni 1 na milioni 3 kila mwezi kupitia biashara hii mpya na rahisi ya Smart E-commerce. Huu ni mwongozo wa hatua kwa vitendo, hata kama wewe ni mgeni mtandaoni au hata kama hujauza chochote mtandao wa internet, basi hii video ni kwa ajili yako, kwa sababu naenda kuonyesha kila kitu. Kama unaona hapa, mimi naitwa Ezekiel Mahewa, nina urefu wa miaka 5 kwenye hii biashara ya Smart E-commerce, na nimekuwa nikiuza bidhaa mbalimbali na nimekuwa nikiingiza hii pesa kila mwezi kupitia hii biashara ya Smart E-commerce. Kwa hiyo ni video hii hapa naenda kukupakulia na kukupatia kila kitu ambacho unahitaji kujua ili uweze kuanzisha hii biashara ya Smart E-commerce na uweze kuingiza faida ya milioni 1 hadi milioni 3 kila mwezi. Kwa hiyo sasa hapa tuanze. Kama ambavyo unaona hapa, biashara hii ya e-commerce ni biashara ambayo inahusu kutafiti au kutafuta bidhaa ambayo bidhaa hiyo inatatua matatizo ya watu wengi sana au inatimiza matamanio ya watu wengi sana, ambapo sasa wewe unaitafuta nje ya mtandao kwa bei rahisi sana, kwa bei ya chini kabisa, na wewe unakuja unaiuza mtandaoni kwa kutumia mbinu za kisasa za uuzaji, ambapo sasa wewe utaiuza kwa bei kubwa sana. Hiyo ndio maana ya hii biashara mpya ya Smart E-commerce, na naenda kuonyesha kila kitu, bidhaa na jinsi ambavyo unaweza ukaanzisha hii biashara yako ya Smart E-commerce ili uweze kuingiza hizo pesa. Sasa kabla tujaenda kuangalia hizo hatua, kwanza tuangalie aina za hii biashara ya Smart E-commerce. Kwa kawaida hapa Tanzania kuna miundo miwili au kuna aina mbili za hii biashara ya Smart E-commerce. Ya kwanza inaitwa Local Arbitrage E-commerce na ya pili inaitwa Mini Importation E-commerce. Hii Local Arbitrage E-commerce ni aina ya biashara ya Smart E-commerce ambapo wewe huagizi bidhaa nje ya Tanzania. Manake unatafuta bidhaa hapa hapa Tanzania kwenye masoko au kwenye viwanda au kwa masupplier ambao ni wa humu Tanzania. Wewe hauagizi bidhaa. Kwa hiyo ukishapata supplier au ukishapata kampuni ambayo inauza bidhaa hiyo kwa bei chini kabisa, manake unainunua. Baada hapo manake unaitengenezea mfumo mauzo na kuiuza wewe mwenyewe bila kuagiza hapa Tanzania. Lakini kuna aina nyingine, hii inaitwa mini importation. Hapo sasa hii hapa manake ni kwamba unatafiti bidhaa na kuiagiza nje. Umeona? Ndio maana inaitwa mini importation. Maana unaingiza bidhaa ambayo umenunua nje, aidha China, Marekani au Dubai kwa bei ndogo kabisa, alafu wewe unakuja unauza kwa bei kubwa sana hapa Tanzania. Bidhaa hiyo tunasema ni bidhaa ambayo ni ya kipekee, sio ya kawaida, haipatikani kwa urahisi, lakini hivi ni bidhaa ambayo aidha inatatua matatizo ya watu wengi sana au inatimiza matamanio ya watu wengi sana. Kwa hiyo hii ndio maana ya e-commerce na hizi ndio aina mbili za hii biashara ya e-commerce. Sasa hatua ya kwanza, manake ya kwanza hii biashara ya Smart E-commerce, unaamua uende na mtindo gani. Aidha uende na ule wa mini importation au uende na ule wa local arbitrage. Na hii yote manake inategemeana na aidha kiwango cha pesa ulichonacho, uzoefu, lakini vile vile utaalamu kwenye hii biashara ya e-commerce. Sasa hebu tuangalie hizo hatua ambazo tutakao kufuata ili manake uweze kuingiza hizo pesa milioni 1 hadi milioni 3 kirahisi kila mwezi kupitia biashara ya Smart E-commerce. Hatua ya kwanza manake unatakiwa uwe na kianzio cha angalau 3.5 mpaka 500,000. Huu ni mtaji ambao unatakiwa uanze nao, na hii ni mbegu ambayo utakao usimamie ipasavyo ili manake upate kuikuza, ipate kuingizia hiyo faida ya milioni 1 hadi milioni 3 kila mwezi. Manake hii pesa unahitaji kwa ajili ya kununulia bidhaa, lakini vile vile kwa ajili ya matangazo na gharama zingine kama za internet na delivery. Kwa hiyo manake hiki ni kiasi ambacho unaweza kuanza nacho kabisa na ukaweza kuingiza hiyo pesa kila mwezi. Hatua ya pili, manake unatafiti bidhaa. Unatafiti bidhaa ambayo inauzwa kwa bei ndogo kabisa na wewe unakuja unaiuza kwa bei kubwa sana. Hii bidhaa manake lazima tuhakikishe kwamba ni bidhaa ambayo inahitajika, ni bidhaa ambayo inatatua matatizo ya watu au inatimiza matamanio ya watu wengi sana, ambayo hiyo bidhaa wewe utaipata kwa bei ndogo sana na wewe unakuja unauza mtandaoni kwa bei kubwa sana. Kuna baadhi ya bidhaa ambazo unaweza ukazinunua kwa 5,000 au 3,000, alafu wewe ukaja kuziuza kwa 65,000 au mpaka 75,000 mpaka 95. Ni vitu tu ambavyo watu wengi sana wajue kwamba
Kuna hii biashara mpya ya smart e-commerce. Ni biashara ambayo ina faida kubwa sana. Bidhaa zipo nyingi sana Tanzania na nje ya Tanzania ambazo unaweza kuzipata kwa 3,000 alafu kuziuza kwa 75,000 mpaka 95,000. Naenda kuonyesha mifano. Bidhaa ndo kama hizi hapa. Hii ni mini printer. Hizi bidhaa za kipekee hazipatikani kwa urahisi sana, lakini vile vile ni bidhaa ambazo zimeuzika sana huko nyuma. Watu wanazo wamepoteza hela nyingi sana. Lakini bidhaa zingine ndo kama hizi hapa ambavyo naona kuna bidhaa za afya za kupunguza uzito, lakini vile vile kuna bidhaa zingine kama hizi za pampu za kubadilishia mafuta ambazo zinatumia umeme, kwamba baada ya kutumia wewe unavuta kimiminika kwa mdomo, unapotaka kubadilishia vimiminika, bali unatumia hii mashine au hii pampu ambayo yenyewe unabonyeza tu inabadilisha kimiminika kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine kwa haraka sana bila usumbufu. Kwa hiyo manake hizi ndio bidhaa ambazo zinahitajika, bidhaa ambazo zinaokoa muda, zinaokoa vile vile matumizi ya nguvu, lakini vile vile zinarahisisha kazi, effort. Umeona? Kwa hiyo sasa manake hizi ndio bidhaa ambazo zinahitajika. Lakini pia kuna bidhaa kama hizi hapa ambazo unaweka kwa watu, kama vinaona mapigo ya moyo, inapima pressure, sukari, umeona, lakini vile vile usingizi, lakini vile unaweza kutumia kwenye mambo ya simu, WhatsApp, Instagram, Twitter na mambo mengine kama ambavyo unaona hapa. Umeona? Lakini pia kuna bidhaa kama hizi hapa ambazo zinasaidia kwenye utunzaji wa nywele hasa ndevu, kwa mfano ambavyo unaona hapa. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kupata kwa bei ndogo sana, 3,000, 5,000, umeona, 2,800, afu wewe unaweza kaja kuviuza kwa bei kubwa sana. Watu wanauza mpaka hizi mpaka 75,000. Umeona, lakini vile kuna watu wanauza wengine kwa bei ndogo sana ya 40,000, lakini hizi bidhaa ukiangalia ni bei ndogo kabisa. Kwa hiyo sasa hizi ni baadhi ya bidhaa. Kwa mfano kama hizi bidhaa ambazo unaziona hapa za MK. Hizi bidhaa mimi mwenyewe nimeuza sana kama ambavyo unaona hapa. Ni bidhaa ambazo nimeuza karibia pisi 1,000 hizi hapa. Na hizi bidhaa unaweza kuzipata kwa bei ndogo sana, labda 5,000, umeona. Hata kama ikipanda sana labda utapata labda kwa 13,000 au 15,000. Lakini hizi bidhaa pia mimi nimeziagiza nje na nilikuwa naziuza 75,000. Umeona. Lakini pia kuna hii ya serum ambavyo unaona hapa. Hii pia serum nimeuza sana. Hii hapa, umeona. Hii bidhaa ni bidhaa ambayo unaipata kwa bei ndogo kabisa ukiagiza nje. Ni anti-aging serum, ambapo wewe unaweza kununua kule, ukaja ukaiagiza nje, ukaileta Tanzania, ukatengeneza mfumo wa mauzo, ukauza kupitia matangazo ya Facebook na Instagram. Baada hapo manake ukapata oda nyingi na ukapata faida kubwa sana. Umeona? Kwa hiyo sasa manake ya hatua kwanza manake ndio hiyo hapo. Hii ni hatua ya pili. Lakini pia kuna hizi bidhaa za saa pia nimeuza sana. Umeona? Karibia miaka 2. Kama unaona hapa nilikuwa nikipokea mizigo. Umeona? Hii pia pot cleaner nimeuza sana. Umeona? Lakini pia kuna hii hapa X-Power nimeuza sana. Hizi ni bidhaa ambazo zipatikana kwa urahisi sana, lakini bidhaa ambazo zinahitajika. Watu wanahitaji kutatua matatizo yao, lakini vile watu wanahitaji kutimiza matamanio yao, kama hapo unaona hapo kama hizi saa zake kupendeza, umeona, kuonekana nadhifu, lakini vile vile kuongeza thamani au kuongeza utu. Uonekane boss, uonekane mtu ambaye maisha yako vizuri. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo watu wanataka kuwa, au hayo ni matamanio ya watu. Lakini pia kuna hii ambayo ni ya juicer kwa ajili ya kutengeneza juisi, lakini vile vile inachuja yenyewe hapo hapo. Kwa hiyo au inaondoa usumbufu wa kwamba utengeneze juisi baada hapo uanze kuchuja. Hapana, hii hapa inakamua na kuchuja yenyewe. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo watu wanahitaji. Watu duniani wanahitaji kuokoa muda, kuokoa pesa, kurahisisha maisha, lakini vile wanataka kupata pesa, kuondoa matatizo pia. Kwa hiyo wewe ukipata kitu ambacho kinafanya hizo kazi, maana yake tayari ukiweza kukiuza unaweza kutengeneza pesa. Kwa hiyo ni hatua ya pili. Hatua tatu maana yake sasa nimesema utengeneza mfumo wa mauzo. Mfumo wa mauzo maana yake ni ule mfumo ambao mtu anafuata ili maana yake toka aone bidhaa yako au aone matangazo yako ya bidhaa yako mpaka atakapokuwa. Huu mfumo wake tunaita sales page. Sales page au landing page ni mfumo ambao sasa pale mtu ataweza kusoma zaidi kuhusu bidhaa yako, lakini vile vile ule mfumo ndio utakao muuzia bidhaa. Unakuwa na maneno ambayo yanamshawishi kuweka order. Anaweka order pale kwenye mfumo wako ambao utakuwa hewani masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa hiyo mtu anajihudumia, wewe tu unafuata order ambazo wale watu wameshaweka kwa ajili ya kuhakiki hizo order na vile vile kufanya delivery na kupewa pesa zako. Kwa hiyo manake hii ni hatua tatu ambapo unatengeneza mfumo wako mauzo ambao utakuwa unafanya kazi ya kuuza bidhaa zako masaa 24 siku 7 za wiki, hata kama wewe umelala au hata kama wewe unaendelea shughuli zingine. Hatua ya 4 manake unatengeneza nyenzo za uuzaji. Manake nyenzo za uuzaji manake unatafuta picha nzuri sana, video nzuri sana, lakini vile vile hizo picha na video unatakiwa ziwe zimeelezea vile vile faida ya bidhaa, jinsi inavyofanya kazi, lakini vile jinsi hiyo bidhaa mtu anavyoweza kuipata akiwa popote pale hapa Tanzania. Kwa hiyo lazima mtu ajue anapata faida gani kwenye ile bidhaa, inafanyaje kazi, lakini vile
unamhakikishaji, labda unampa guarantee, lakini vile unatengeneza yale matangazo yenyewe au caption za matangazo yako unatengeneza. Unaweza kutengeneza video au unaweza kupata video ambazo zipo tayari mtandaoni, au unaweza kumwomba yule supplier ambao amekuzia bidhaa akupe video nzuri na picha nzuri za hiyo bidhaa, ili maana wewe mwenyewe usitumie kwenye matangazo yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa maana hiyo ni hatua ya 4. Tengeneza matangazo, tengeneza picha nzuri, tengeneza video nzuri, lakini vile vile maelezo ambayo yanaonyesha faida ya bidhaa, jinsi ya kuipata, vile vile na jinsi inavyofanya kazi, ili maana apate kushawishika kuweka order ile mteja wako. Kwa hiyo hii ni hatua ya 4. Na hatua ya 5, maana hapa sasa ndio unapanga bei, kwamba ile bidhaa yako uipe bei ya kiasi gani. Maana mara nyingi sana faida tunaweka 200. Ni ndogo sana, lakini unaweza kaweka faida kubwa sana mpaka 50,000 kwa bidhaa moja, kama ambavyo nimekuonyesha hapo kwamba bidhaa zingine nilikuwa nazipata kwa 5,000 na nauza 75,000, lakini kuna zingine pia ninazipata labda kwa 25,000 nauza mpaka 95,000 mpaka 125,000. Kama hizo za saa nilikuwa na, yani gharama zote za kupata bidhaa na kuagiza zilikuwa zinafikia 35,000, lakini mimi nilikuwa naziuza 125,000 mpaka 165,000. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hii biashara ina faida kubwa sana, kwa sababu unauza bidhaa ambazo za kipekee ambazo zinapatikana kwa urahisi, lakini vile unauza bidhaa ambazo zinahitajika na zinatatua matatizo ya watu kweli kweli. Kwa hiyo sasa manake watu wanakuwa tayari kununua bila shida. Kwa hiyo sasa hii ni hatua ya 5. Na kama unafurahia video hii hapa na ungependa kujifunza zaidi, basi usisahau kusubscribe na kulike na comment kwenye video hii hapa, ili manake uwe wa kwanza kupata notification tunapoweka video zingine, lakini vile vile utasaidia watu wengine pia kuona video hii hapa na wenyewe wapate kujifunza kama wewe ambavyo unajifunza hapa kwenye hii video ambayo na kuandalia haya mambo. Kwa hiyo usisahau kufanya hivyo. Hatua ya 6 ndipo sasa manake unaanza kutangaza biashara yako. Unatangaza biashara yako kwa kutangaza biashara yako kupitia matangazo ya Facebook na Instagram. Mara nyingi sana matangazo ya Facebook na Instagram manake ni matangazo ambayo ni rahisi sana. Sio gharama kubwa sana, $1 unaweza kuanza nayo. Umeona? Lakini pia ni rahisi sana kujifunza vitu kama hivi hapa. Matangazo ya Facebook na Instagram ni rahisi sana kuendesha, lakini vile kujifunza pia ni rahisi sana. Sio vitu vigumu sana. Mtu yoyote tu ambaye anaweza kutumia simu anaweza kujifunza kuendesha matangazo na akapata order za kutosha kila siku. Kwa sababu hapa maana sasa ndo unatangaza biashara yako au ile bidhaa yako kupitia matangazo ya Facebook na Instagram. Lazima ujue jinsi ya kutengeneza kampeni, lazima ujue jinsi ya kulenga watu vizuri sana, lazima ujue hatua kwa hatua jinsi ya kuseti tangazo ambalo litakuwa na uhakika wa kuenda kwa watu ambao ni walengwa wa biashara yako, lakini ile wateja ambao wana uwezo wa kununua na wenye pesa ya kununua, na wale ambao pia wako tayari kununua bidhaa yako. Lazima ujue kufanya vitu hivi vyote ili manake uweze kuuza bidhaa yako kwa haraka sana na kwa urahisi sana. Kwa hiyo hii ni hatua ya 6 kama unataka kuanzisha biashara yako ya smart e-commerce na uweze kuingiza faida $1,000,000 mpaka mapato kila mwezi. Hatua 7 maana unafanya delivery, kwamba utakapokuwa sasa unaanza kupokea order, maana watu watakuwa wanaweka order kwenye ule mfumo wako wa mauzo. Zile order zitakuwa unazipokea. Baada ya kuzipokea zile order, maana utakuwa wasiliana nao kwa ajili ya kuhakiki zile order zao, lakini vile vile unafanya delivery. Unaweza kufanya mwenyewe delivery au ukaingia makubaliano na watu ambao watakuwa wanakusaidia kwa delivery Tanzania nzima. Kuna makampuni, lakini vile kuna watu binafsi ambao wanafanya kazi za delivery, kwamba unaweza kuwasiliana nao ukawapatia zile bidhaa zako, wao ndio wako wanafanya delivery kwa ajili yako, lakini vile mnakuwa mmekubaliana kwamba kila order watakuwa labda unawapatia shilingi ngapi. Kwa hiyo wakishapelekea mteja, wakipokea zile pesa, wao watakuwa wanakupa hela yako, na wao watakuwa wanabaki na ile ambayo umekubaliana nayo wewe. Kwa hiyo sasa hii manake unataka kufanya delivery bila kuchelewa, ili manake mteja wako apate bidhaa kwa wakati na wewe upate bidhaa kwa wakati. Kwa hiyo hii ni hatua ya 7 ya kufanya delivery. Utakuwa unapokea order zako kwenye email kwamba mtu fulani yuko sehemu fulani kaagiza kitu fulani, kaagiza kiasi kadhaa, lakini vile vile ameweka order ya kiasi kadhaa. Kwa hiyo taarifa zake zote, namba za simu, anapatikana wapi, utakuwa unazipata kwenye zile order zako ambazo watu wameweka kulingana na jinsi ambavyo utakuwa umeset ule mfumo wako wa mauzo. Kwa hiyo hii ni hatua ya 7. Na hatua ya 8 ambayo ni hatua ya mwisho, maana yake unakuza biashara yako, unawekeza ile faida ambayo unaipata kwenye biashara yako kwenye kukuza biashara yako, ili maki mtaji ongezeke, upate kuongeza idadi ya bidhaa, lakini vile upate kuongeza vile vile mauzo na faida. Maana unasema kwamba biashara ambayo inaweza kuingiza faida $1,000,000 inaweza kukuingizia faida $10,000 kama utakuwa unawekeza ile faida kwenye kukuza biashara yako. Umeona? Unaweza kaongeza usaidizi baadaye,
lakini vile unaweza kuongeza bidhaa zingine au kuongeza idadi ya bidhaa ambazo unanunua. Umeona? Kwa hiyo hii ndio hatua ya 8 ambayo ni hatua ya mwisho ya hii biashara ya smart e-commerce. Lakini pia ukiangalia hapa kwa vitendo ni kwamba chukulia mfano unataka sasa uingize hiyo milioni 1 mpaka milioni 3 kila mwezi au ndani ya siku 30 au chini ya hapo. Sasa tuangalie mahesabu yenyewe. Sasa chukulia wewe umeamua uuze bidhaa ya wanaume wale dakika moja tu tayari. Umeona mambo yamesharibika. Sasa hii bidhaa tuseme umetafiti bidhaa aidha hapa Tanzania umepata kwa 10,000 na umepata bidhaa nyingine ya bonus au ya ziada ambayo utaka uuze kwa pamoja kama package, kwamba okay, utakaponunua hii bidhaa utakupa nyingine hii bidhaa kama bonus. Hizi bidhaa mbili tuseme zimegharimu 15,000. Sasa kwenye kupanga bei umeamua uuze 75,000 ambavyo nimekuonyesha. Maana yake ni kwamba gharama zote za bidhaa, umeona, labda matangazo, bei ya bidhaa na delivery iwe 35,000. Maana yake ni kwamba sasa ilipote faida, maana yake unajumlisha gharama zote baada unatoa bei ya kuuzia. Ambapo sasa tuseme kwamba hiyo 30,000 maana yake ni gharama za bidhaa, matangazo, delivery pamoja na mengineyo. Na bei ya kuuzia tumesema ukitona gharama za zote maana yake inakuwa ndo faida utakayoipata. Maana yake hapo itakuwa ni ile bei ya kuuzia bidhaa yako ambayo ni 75,000 utoe gharama zote ambazo ni 35,000. Maana ukiangalia hapa kwenye mahesabu haya inakuwa 40,000. Kwamba kwa bidhaa moja utakuwa unapata faida ya 40,000. Sasa labda useme wewe ni mvivu sana au hutaki kujisumbua sana au hutaki au busy na biashara zako au na kazi zingine au kama mwajiriwa, uwe unauza tu pisi moja kila siku. Maana yake ni kwamba kwa mwezi unakuwa unauza pisi 30. Sasa kama pisi moja inakupa faida ya 40, maana yake ni 40 mara 30 ambao ni milioni 1,200,000. Umeona? Lakini pia kama sasa umewekeza muda au umeamua uwe serious sana na utafute order nzuri sana, au kama sasa umeshakuwa vizuri kwenye matangazo, kwenye kutafuta bidhaa nzuri sana na matangazo yako yanaleta order nyingi sana, maana yake tuseme uwe unapata order 80 kwa mwezi, maana yake itakuwa ni 80 mara 40 ambayo itakupa milioni 3,200,000. Umeona? Sasa hii hapa inawezekana kabisa, kama ambavyo unaweza kuona kwamba unaweza kuuza zaidi hata ya hizo pisi 80 kwa mwezi, kama ambavyo unaweza kuona hapa. Mimi haya hapa ni matangazo yangu na hizi ni order ambazo zilikuwa zinapatikana, kwamba kuna mwezi nilikuwa napata order 200. Umeona? Na hapa Facebook walikuwa wananichaji, maana kila order moja wananichaji $1.25, na mwezi huo nilitumia $249 na senti 73 kwenye matangazo yote ambayo nimeendesha aliyoleta order hizi 200, kama unaona hapo kwamba kwenye order 200 Facebook wananichaji $249 na senti 73 kwenye kuuza hii bidhaa ambayo nimekuonyesha ni ya MK ambavyo nikuonyesha pale. Umeona? Sasa piga mahesabu kwamba hii moja nilikuwa nauza 75 ni shilingi ngapi. Lakini pia kuna ile ya Potclean ambayo nimekuonyesha kama ambavyo uliangalia pale kwamba kuna mwezi niliuza mpaka pisi 123 na Facebook walikuwa wanacharge $2 na senti 04. Umeona? Na nitumia $250 na senti 47 kwenye kupata order zote 123. Kwa sasa inawezekana kuzidisha hata hizo order 80 ambazo nimeweka hapa. Lakini pia kuna ile blend ambayo nimekuonyesha pale. Kuna mwezi niliuza mpaka pisi 124, lakini pia kuna zile saa kama unaona pale zile za Binbond hapo ziliuza pisi 112. Ambapo sasa kwenye hizi pisi 112 Facebook walikuwa na charge kila moja $1.86, na kwenye order zote hizo 112 nilipata kuchajiwa Facebook kiasi cha shilingi $208 na senti 78. Umeona? Kwa hiyo inawezekana kuuza zaidi na zaidi, kama unaona vile ile Xpower pale ni kuonyesha pale ile coffee, umeona zilikuwa order 177. Kwa hiyo inawezekana kuzidi zaidi. Na jambo la kufurahisha ni kwamba hii biashara ya e-commerce mtu yote anaweza kufanya ukiwa nyumbani au ukiwa kazini au hata kama uko kijijini. Na msingi tu ni wewe uwe na kompyuta yako au uwe na laptop yako au simu yako, lakini vile uwe na bando lako la internet. Uhitaji ujuzi wote wala uhitaji kuwa na mtaalamu wa kitu chochote au uwe na degree, hapana. Ni haya ambayo nimezungumza hapa kwamba, na hii ni moja ya biashara ambayo ni rahisi sana na nzuri sana, na biashara ambayo mimi naipenda kwa sababu utengeneze chochote kile pale. Umeona? Unaweza kuanza leo na ukapata pesa leo. Umeona? Lakini pia uhitaji kuwa na wafanyakazi, uhitaji kuwa na duka au ofisi.
Unahitaji kutengeneza bidhaa wewe mwenyewe. Bidhaa zipo nyingi ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuza. Lakini vile wewe huungi watu. Hii sio biashara kwamba utafute mtu akumuunga ili upate pesa, hapana. Lakini vile hii biashara huhitaji ile kutengeneza maudhui au kutengeneza content mtandaoni au kuonyesha sura yako, hapana. Wewe unaonyesha bidhaa. Umeona sasa? Kwa hiyo sasa kama wewe labda upendi kujionyesha mtandaoni au una muda kutengeneza content, basi biashara ni nzuri kwa ajili yako. Lakini vile wewe mwenyewe unakuwa boss, hakuna mtu akusimamia wala kukuendesha. Umeona? Sasa hii maana yake sasa ndio biashara e-commerce. Kama ungependa kujifunza zaidi au kama ungependa kujua zaidi kuhusu biashara e-commerce, basi angalia hapa kwenye description kuna link ambayo nimekuonyesha, ambapo sasa utaangalia video ambayo itakuonyesha kwa undani zaidi jinsi ambavyo unaweza kuanzisha au jinsi ambavyo mimi naweza kukushika mkono na kusaidia hatua kwa hatua kwa vitendo, ili maana yake sasa uweze kusaidia biashara ya e-commerce. Karibu sana na tazama video hii hapo, alafu tutakutana darasani. Asante sana.